أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma baad, tuendelea na darasa zetu insha Allah. Leo tutazungumzia jambo muhimu sana, nalo ni umoja wa umma wa Kiislamu. Kama tulivyoishiria katika darasa iliyopita kuwa amali ya hija inakusanya umma wa Kiislamu kwa kila tabaka. Inaishiria umoja wa umma wetu, kuwa sisi hatuko tofauti kikabila, kirangi, kimaeneo, na hata maskini na tajiri wote ni katika umma mmoja. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuteremsha Uislamu ulikuja kuondoa mambo yote ambayo yalikuwa ni yenye kumtenganisha Muislamu mmoja na mwingine. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Anbiya aya 92, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ama kwa hakika umma huu wenu ni umma mmoja na mimi ndio Mola wenu, basi niabuduni mimi. Ibn Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatada na Abdurrahman bin Zaid wanasema kutafsiri aya kama hii, wanasema kuwa dini yenu ni dini moja. Al-Hasan al-Basri yasema katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufafanulia mambo ambayo tutakaniwa tuyatekeleze na yale ambayo hatufai kuyatekeleza. Kisha akasema inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, kwa umma huu ni dini moja, kumaanisha njia yenu ni njia moja na pia sheria yenu ni sheria moja. Inasimuliwa na Al-Baihaqi katika Sunanun Al-Kubra kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, Bismillahir Rahmanir Rahim, hadha kitabun min Muhammadin an-Nabi baina al-muslimina wal-mu'minina min Quraysh wa Yathriba wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum annahum ummatun wahidatun duna an-nas. Hapa tunaona namna gani Mtume alayhi salatu wasalam aliweza kufafanua kwa uwazi kuwa Waislamu ni umma mmoja, akitanguliza waumini ambao ni katika Makuraish na Yathrib na wale watakaokuja baada yao, kuwajulisha kwa nyinyi nyote ni umma mmoja. An-Nu'man ibn Bashir anaripoti kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu 'udhun tadaa lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Atueleza hapa kuwa mfano wa waumini katika kupendana kwao na kuhurumiana baina yao ni kama mfano wa mwili mmoja. Sehemu moja ya mwili ikiumwa, basi mwili wote unakuwa ni wenye kuumwa na ni wenye kubaki katika hali ya homa na ugonjwa. Hadithi hii iko katika Sahih Muslim. Unity ama umoja wa Waislamu ni jambo ambalo ni la lazima. Ili muungano kama huu uweze kupatikana na unity baina Waislamu iweze kupatikana, ni lazima kupatikaniwa unity muhimu aina tatu, ikiwemo intellectual unity, nao ni umoja wa kifikra inaoshikamana na akida yetu na sheria zetu zilio wazi, na pia emotional unity, kuungana kihisia, kuwa furaha yetu iwe ni moja na linalotuudhi na tuhuzunisha liwe ni jambo moja pia, na pia kwa ukubwa zaidi ambao ni
kivuli cha kila kitu na ni mwavuli wa kila kitu, na umoja wetu ni kuungana ambako kunajulikana kama political unity. Kwa hiyo kupatikaniwe political unity baina Waislamu, kuwepo na intellectual unity baina Waislamu, na kuwepo na emotional unity. Leo insha Allah tutagusia kuhusu emotional unity. An-Nu'man ibn Bashir asema kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, al-muslimuna karajulin wahidin in ishtaka aynuhu ishtaka kulluhu wa in ishtaka ra'suhu ishtaka kulluhu. Waislamu ni mfano wa mwili mmoja. Jicho likiumia basi mwili mzima umeumia, na kichwa kikiumia basi mwili mzima pia umeumia. Umoja kama huu kwa kueleza ni kuwa jambo la msiba likiufikia umma ama likimfikia Muislamu katika umma wa Kiislamu, ni lazima msiba kama ule na huzuni kama ile Waislamu wengine waweze kuihisi. Ndiposa tutasema jambo ama msiba ambao utawafikia Waislamu kokote ulimwenguni, ni wajibu wetu kwa muungano kama huu kuweza kushikamana katika hali kama ile na Waislamu wenzetu. Haiwezekani kuwa Muislamu mwenzako yuko katika hali ngumu, hali nzito, hali ya maafa, na wewe hata habari hauna, bali unajitenga na kusema kuwa hili jambo halikuhusu, kwa kuwa lile linawahusu watu fulani wa eneo fulani wa nchi fulani. Ukani wenye kujivua wewe katika umoja kama ule na kutokuwa na huzuni kwa kuwa ndugu zako Waislamu katika sehemu fulani wako katika hali ya huzuni. Na hivyo jambo lolote la furaha, jambo jema litakalomfikia Muislamu mwenzako ama Waislamu wa maeneo ambao wako kando na maeneo yenu, na Muislamu kasikia kwa jambo jema kama hili, basi unafaa pia na wewe uungane katika kufurahika katika jambo kama lile. Kufurahika kwa Waislamu kupata ushindi dhidi ya maadui wao, kufanikiwa kufichua mbinu na hatari na mikakati ambao maadui wa Kiislamu wanatekeleza juu yao, kuweza kufichua siri kama hizi. Hii pia ni katika ushindi ambao Waislamu wanaweza kupata dhidi ya adui wao. Na suala la kupendeleana mazuri na kutakiana mambo ya khairi ni suala la imani. Kwani Anas radhiallahu anhu anaripoti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Na pia akasema, la tadkhulu jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salamu bainakum. Mtume alayhi salatu wasalam anatueleza, na hadithi hii ya kwanza yapatikana kwa Bukhari na ya pili imeripotiwa na Muslim. Anatueleza umuhimu wa watu kupendeleana khairi, hususan sisi Waislamu kupendeleana sisi kwa sisi, kiasi cha kuwa akaunganisha kumpendelea mwenzako mema na imani, kwa kusema hata amini mmoja wenu, hata dai ni muumini, isipokuwa ampendelee Muislamu mwenzake kile anachojipendelea mwenyewe nafsi yake. Na katika khairi kubwa ya kupendelea watu ni kupendelea Muislamu mwenzako kuongoka na kupata ufahamu wa safi wa Uislamu, na kuongoka kutambua kuwa Uislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuteremshia kuwa ndio dini ya haki, si tu dini kama dini zingine, bali Uislamu ni mfumo kamili wa maisha unaompangia mwanadamu maisha yake yote. Hii fikra na hii khairi yatakaniwa ukifahamu, uwe ni mwenye kuwafikishia Waislamu wenzako na ndugu zako Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, kuna muhimu sana
wa sisi kupendeleana khairi na kutakiana mambo mazuri katika maisha ya dunia na kesho akhira. Leo tutakuwa ni wenye kunali saada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pindi tutakapokuwa sisi kwa sisi tuhurumiana, sisi kwa sisi tutakiana khairi, sisi kwa sisi epushana ama tukatazana maovu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Kama tulivyotangulia, aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama hii ni amri kwa sisi Waislamu kuweza kuungana na kuwa kitu kimoja, kuungana kwa kuwa ni wajibu wetu sisi kuwa kitu kimoja, kwa mifano michache ambayo tumeweza kuyatoa. Na katika kuungana kwetu ni lazima tupendeleane mazuri na pia tukatazane mabaya. Inshallah tutakoma hapa leo. Mungu akituwezesha, inshallah tutafanya kikao kingine na darasa nyingine inshallah. Wabillahi tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.